Haya hapa ni mambo matano ya ajabu ambayo hauyajui kuhusu mahusiano au mapenzi. Kipindi cha Love Talks ya leo tutazungumzia, je, ni mambo gani hayo matano ambayo ni ya ajabu ambayo sisi hatuyajui mpaka hii leo labda. Basi bila kuchelewesha muda, twende tukaanze. Je, ni mambo gani hayo ya ajabu ambayo hujawahi labda kuyasikia yakizungumziwa? Basi twende tukaanze. Namba moja ni kwamba watu wanaopendana au watu wanaopendana kwa dhati, basi wakiangaliana zaidi ya dakika 3 macho kwa macho, basi mapigo yao ya moyo yatakwenda sawa bin sawia. Hichi kitu cha ajabu sana. Yaani mtu unayempenda na yeye pia anakupenda, mkitazamana zaidi ya dakika 3, basi mapigo yenu ya moyo yatakwenda sawa. Ni kitu cha ajabu sana kuamini, lakini nenda kasome, nafikiri utaelewa zaidi. Twende na jambo la pili ambalo ni la ajabu, labda wewe ulikuwa ukijua. Ni kwamba kwa siku moja watu huingia kwenye mahusiano dunia nzima zaidi ya milioni 3. Hii ni namba kubwa sana ya watu wanaoingia kwenye mahusiano kwa siku moja. Yani imagine watu milioni 3 wanatafuta true love kwa siku. Yani kwa siku wanaweza kutongozana watu hata milioni 5. Afu milioni 3 ndio ambao wakaingia katika mahusiano. Hii ni namba kubwa sana. Hii inatuonyesha kwamba ni jinsi gani watu wana find true love. Jambo la 3 ambalo ni la ajabu sana ni kwamba mwanamke anaweza kukupenda kwa 28% tu pale anapokuona mara ya kwanza. Ni asilimia ndogo sana mwanamke kukuona siku ya kwanza na akakukubali. Mwanamke huaga anataka muda sana kumpenda mwanaume. Inachukua muda, inaweza kuchukua takriban miezi na miezi mwanamke kwanza kukuelewa, kwanza kukupenda. Yani ipo hivi. Mwanamke mtu ajabu sana. Anaweza kaingia na wewe kwenye mahusiano leo na mkakata takriban miezi 3-4 ndio akaja kukupenda mbele. Unajua utashangaa, lakini hichi ni kitu cha kweli kabisa. Mwanamke anaweza kaa na wewe kwenye mahusiano akakupa penzi na sio bado anakupenda. Kwa mwanaume, jitahidi kuwa katika moyo wake, kuendana na yeye anapotaka ili akupende kwanza. Usifosi kujenga naye familia kabla haja kupenda bado. Basi wakati sawa hapo kwa mwanaume sasa, utashangaa sana. Mwanaume kwa siku ya kwanza anakuona anaanza kukupenda kwa 48%. Hizi ni asilimia nyingi sana. Na ndio maana unashangaa kusema, "Oh, mume wangu malaya." Hapana, ni jinsi alivyoumbwa. Mwanaume ameumbiwa tamaa. Ndio maana anaanza kukuona kwa siku ya kwanza akakupenda. Kitu cha ajabu sana. Kwa 48% ni nyingi sana. So basi ujaribu kumpa muda mume wako, kuwa naye kwa makini zaidi, maana mwanaume kwa siku moja anaweza kukucheat. So ni wewe kuwa na akili zaidi katika mahusiano yenu ili muweze kwenda sawa. Jambo la 4 la ajabu ambalo labda wewe ulijui katika mahusiano au mapenzi ni kwamba mtu mmoja ukadiriwa kuingia katika mapenzi na watu 7 tofauti kabla ya kuja kumpata atakayefunga naye ndoa.
hii imekuwa sana ni kawaida sana, na tena sasa hivi watu wameenda mbali zaidi. Unakuta mtu mmoja ana mahusiano hata 28 ndipo anakuja kufunga ndoa. Hii inaonekana kwamba watu wanatafuta true love kwa nguvu zaidi. Ni vitu ambavyo vinashangaza sana kuona mtu mmoja anakuwa na mahusiano 7 na watu tofauti tofauti na umri tofauti tofauti, mpaka pale anapokuja kupata mtu atakayemuoa au yeye kuolewa. Naona ni kitu ambacho kinashangaza sana. Tukienda katika jambo la 5, na hili jambo ndo la mwisho, ni kwamba unaweza kushangaa sana. Mahusiano ni changamoto jamani, lakini msijali, ni mambo ya kawaida sana ambayo yanatokea katika mahusiano. Jambo la 5 la ajabu na la mwisho ambalo itachukua muda wako sana kuielewa au kuiamini, ni kwamba watu watakaopendana, basi kwa siku kwanza waliokutana watachukua takriban dakika 4 kuanza kupendana. Sasa kama mpenzi wako atachukua miaka na miaka kukuelewa, maana yake ni kwamba siku ya kwanza alivyokuwa anakuona kwenye zile dakika 4 za mwanzo kwenye mazungumzo yenu hakukupenda. Lakini kuna watu ambao wanakutana dakika 4 tu, 4 minutes, tayari wamependana na mahusiano yanaweza yakaanza sio juu ya masaa 12. Naona basi hizo hapo ndo vitu 5 ambavyo leo Love Talks tulikusogezea tuweze kujifunza kwa pamoja na kuweza kuzielewa. Najua umejifunza mengi katika somo la leo. Nafikiri kuna kitu umeondoka nacho. Na mahusiano, jambo ambalo ni dogo sana kulifikiria, lakini ukiingia ndio utajua ukubwa wake. Wengi wanateseka na mahusiano sasa. Kama nilivyotaja hapo awali nyuma, watu kwa siku, watu milioni 3 mahusiano mapya yanazaliwa. Hii ni namba ambayo ni kubwa sana ndugu zangu. So sisi kama Love Talks tukushauri kitu kimoja. Hemu tujaribu kuwa wastaarabu katika mapenzi na tujaribu kuwaheshimu mume au mke ambaye unaye. Yaani tunapozungumzia masuala ya ndoa, hii hapa ndio inabidi pewe heshima sana. Maana yake kama wewe ni mwanamke au mwanaume ambaye ulikubali kabisa kuingia katika ndoa, basi jaribu kutulia. Maana yake wewe kwenye stage za mahusiano umepita. Wewe upo katika level nyingine. So tulia na mpenzi wako, muenjoy life. Crash hizi ni vitu vidogo sana ambavyo vinatokea katika mahusiano. So ndugu yangu, vumilia. Vitu vya kawaida. Hii hapa ndo mwisho wa somo letu kwa siku ya leo. Tukutane katika somo lingine linalokuja. Pia usisahau kusubscribe account hii. Pia share kwa ndugu yako mmoja ambaye unaamini anateseka na mapenzi. Na kama unaamini anateseka na mapenzi, basi comment jina lake chini hapa. Na pia usisahau kutuambia umejifunza nini katika Love Talks ya leo. Asante na kwaheri. Jina langu ni Job D Junior. Kipindi kimetayarishwa na kuandaliwa na Uncle Subra. Asante na kwaheri kwa sasa.